Yes, mchezo umemalizika wa CRDB Federation Cup nusu finali hiyo, ambapo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kabisa na kufahamu nani ataenda kucheza finali na Simba Sports Club. Mchezo ulikuwa ni Young Africans dhidi ya Azam FC, ambapo mchezo umetamatika kwa mabao 3-2, ambapo Azam FC ameondoka na ushindi huo wa mabao 3, Young Africans akiwa ameshinda mabao 2. Na mabao hayo kwa upande wa klabu ya Azam FC yamefungwa na Himidi Mao dakika ya 27, lakini pia Lamek Kilawi dakika ya 86 na Kitambala dakika ya 115, ambapo zilikuwa ni dakika za nyongeza baada ya kutoka sare ya mabao 2-2 ndani ya dakika zote 90. Lakini kwa upande wa klabu Young Africans bao la kwanza limefungwa na Prince Dube dakika ya 67, lakini bao la pili lilifungwa na Mwamnyeto Bakari Nondo Mwamnyeto dakika ya 88. Wananchi wamelazimika ama wamevuliwa ubingwa wa kombe la shirikisho CRDB Federation Cup kufuatia na kipigo hicho cha mabao 3-2 dhidi ya wanaume 10, ambapo Azam FC walikuwa pungufu kipindi cha pili, lakini kuwa pungufu kwao haikuwa suluhisho la kuwafanya kwamba wasifanye vizuri. Kwa upande wa klabu ya Azam FC wamefanya vizuri na kuondoka na ushindi huo licha ya kuwa kutoka sare ndani ya dakika zote 90 mabao 2-2 na kupata bao la 3 ndani ya dakika 115. Dakika zilikuwa za extra time, dakika za ziada ama dakika za nyongeza za ziada. Nikizungumzia dakika za nyongeza zilishachezwa zikaisha. Dakika za ziada kabisa, ambapo Azam FC walipata bao la 3 na kuwafanya ama kuwaondoa Young Africans katika mashindano hayo ya kombe la CRDB Federation Cup kwa mwaka huu 2025-2026. Lakini tukamsikilize ama tukamwangalie Hans Raphael Mwambeki, mchambuzi kutokea pale Crown FM. Amezungumza kwa uchungu sana ama kwa hisia kuhusiana na matokeo haya kwa upande wa klabu Young Africans kutokuwa mazuri ama kutoridhishwa nayo kwa namna moja ama nyingine. Kwa upande yake yeye ameona kwamba kwa upande wa klabu Young Africans inazidi kufanya vibaya kwenye mashindano yote, akizungumzia ligi kuu, lakini pia mashindano haya ambapo wametolewa, kwa sababu ukiangalia hawana kombe hata moja, iliyobaki ni kombe moja ambalo ni la ligi kuu, na kombe hilo linapiganiwa na klabu kama ya Simba Sports Club, lakini pia Azam FC nao wakiwa kwenye kinyang'anyiro hiko cha kombe hilo la ligi kuu Tanzania bara 2025-2026. Tumsikilize mchambuzi huyu Hans Raphael, lakini pia usisahau kusubscribe, kuwasha alama ya notification. Lakini pia usisahau kulike na kutoa maoni yako kuhusiana na kiwango cha Yanga. Licha ya Azam kuwa pungufu, lakini Yanga wameonekanika bado kutokuwa na kiwango kizuri ama kutokuwa na ubora mzuri kwenye mchezo huo. Toa maoni yako hapo, lakini pia usisahau kulike na kushare kwa marafiki zako ili wapate kufahamu nini hasa kinaendelea na kinachowatatiza Young Africans kipindi hiki. Je, ni wachezaji wenyewe, upande wa makocha ama vipi? Toa maoni yako hapo, tutayasoma. Hii ni Zania TV. Kinachoshangaza ni kwamba Azam wamecheza zaidi ya dakika 50 wakiwa pungufu, kwa maana ya wachezaji 10, lakini hatukuona Yanga wakitumia numerical advantage. Ukitaka kujua Yanga wana mapungufu kiasi gani, Azam wamecheza zaidi ya dakika 50 kiwanjani wakiwa 10, lakini hatukuona numerical advantage, kwa maana lile pengo la mchezaji mmoja ambaye amepata kadi nyekundu, Yoro Diaby. Utajua mapungufu aliyokuwa nayo Yanga. Bado kuna kazi kubwa sana inahitajika kufanyika. Kuna mechi ambayo tumina kwenda kuamua ubingwa kati ya Yanga na Azam. Yanga wakiingia hivi kama walivyoingia leo, nadhani watakuwa na wakati mgumu sana kutetea ubingwa wa ligi kuu. Kuna kazi kubwa inahitajika kufanyika. Yes.